pia tukitumia pesa ya serikali milioni 850 kuunganisha watu wa Nyeri kwa stima, kwa sababu nataka tuhakikishe ya kwamba tunapunguza giza ama tunaondoa giza, mupate stima, muweze kuhakikisha kwamba tunaongeza mwangaza ili sehemu hii yenu tuambatane na sehemu zingine za Kenya tukienda mbele. Leo hiyo mradi imeanza hapa Nyeri na tutafika katika kila kijiji, na nimeongea na wabunge wenu, kila mjumbe atatueleza ni kijiji gani haijapata stima, ndio tupeleke stima na huko. Nyinyi waheshimiwa wote mujipange ili tuhakikishe ya kwamba wakati tunaunganisha stima Kenya, tunaunganisha stima watu wa Nyeri, wakiwemo watu wa Kieni hapa. Nego kanatiguo. Tunaelewana? Na mimi nataka nikwambie Alex, wewe Alex bwana Wachira, usikie vizuri. Mbali na hiyo milioni 800, kuna mpango ingine nimepanga hapo. Kwa hiyo mpango ingine tumepanga, nimeongeza milioni 550 ya kukuja Nyeri County. Wewe Alex utafuata vizuri ili wananchi wa hapa tuwahakikishie, kwa sababu wao wametupatia kazi ya kusukuma mambo ya maendeleo. Tuhakikisha kwamba wakati tunawakisha stima sehemu zingine za Kenya, mimi sitaki Nyeri ibaki nyuma, lazima iwe katikati ya hiyo mipango ya kupeleka Nyeri mbele na Kenya mbele. Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya mashamba yenu. Tumekubaliana ya kwamba kila mtu awe na hati miliki ya shamba yake, na ndio sababu hiyo leo tumekuja hapa kupatiana hati miliki 1000. Niwatangazie watu wa hapa kwamba ile shida tulikuwa nayo na hizo title deeds, ile matatizo ya makesi, ile kesi zote tumezimaliza. Ile shida yote ya green card tumeimaliza. Sasa mnaweza kupokea title deeds zenu, muendelee na kazi zenu, kwa sababu ni haki ya kila Mkenya kuwe na title deed ya shamba yake. Jambo la tatu ambayo imenifanya nikafika sehemu hii ni kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya masoko. Mimi nilisema ya kwamba soko lazima iwe katika kila sehemu, ili wamama mboga na wale wengine wote wapate mahali pazuri pa kuuza mazao yao, pa kufanya biashara yao, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata mahali pazuri pa kuuza mali yao. Watu wa Nyeri tunaelewana? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja kuona soko hii yenu tunawajengea hapa. Hapa hii soko tumeweka milioni 57, na hii soko ndani ya mwezi moja itakuwa imekamilika. Wananchi waingie huko sokoni waendeshe biashara yao, na tukimaliza hii soko ndani ya mwezi moja, Kahiga Mutahi, wewe gavana wetu, wewe ndio utapanga vile wafanyabiashara wataingia pale sokoni, na uanze na wale wananchi ambao walikuwa pale wawe mstari ya mbele. Vile vile nimekubaliana na waziri Alice Wahome ya kwamba Endarasha pia tunajenga soko ingine kubwa kama hii. Pia tunajenga soko ingine Marikiti pale Nyeri Town. Pia tunajenga soko ingine kubwa ya milioni 300 kule Odhaya. Pia tunasenga soko ingine 8 hapa Nyeri. Tuhakikishe ya kwamba market infrastructure ambayo itasaidia wafanyabiashara katika biashara zao sokoni, watusaidie vile vile kutafuta soko ya mazao ya wakulima wetu, ili wakulima wakizalisha vyakula tuwe na mahali ya kuuza hiyo vyakula, tuwe na chakula ya kutosha Kenya, biashara iendelee, tuzalishe uchumi, tuondoe njaa, Kenya isonge mbele. Watu wa Narumoro tunakubaliana jameni? Jambo la tatu, mimi nilikubaliana na nyinyi. Saa hizi nimetoka kule Nanyuki. Kule Nanyuki tumejenga nyumba za affordable housing, karibu zinakamilika.
yetu ya hapa Kieni imechelewa kidogo, lakini sasa tumefanya procurement. Mjumbe wenu Bwana Chieni ametuambia kuna shamba ya public works hapa iko shamba ya public works. Hiyo shamba ya public works tunaweka nyumba 1000, na hiyo nyumba 1000 kwanza itapanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi vijana wa hapa na Rumoru muko tayari? Vijana muko tayari? Sikiza my friends. Hiyo mahali tunakuja kujenga nyumba 1000. Tunahitaji zaidi ya vijana 2000 wa kufanya kazi pale. Tunahitaji mtu ambaye ni fundi, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji electrician, tunahitaji mtu ya mkono, tunahitaji mtu mwingine. Sasa wewe mtu hapa na Rumoru, mtajipanga na hiyo kazi ama mtajipanga namna gani? Muko tayari kwa hiyo kazi? Si ndio? Kwa hivyo mjipange hiyo program. Waziri Alice Wahome yuko hapa, ndio mwenye kupanga hiyo kazi, na PS wake Bwana Hinga yuko hapa, wanapanga hiyo kazi, na mimi nitarudi hapa wakati hiyo kazi itakuwa imeanza kamili. Mimi nitakuja hapa kuisukuma, kwa sababu tumesema miji yetu katika taifa la Kenya isiwe na vitongoji duni ama ile inaitwa slums. Tuwe na modern cities, mahali wananchi wanaishi, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna maji, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Na Rumoru tumekubaliana. Jambo la ine, mimi nimekuja hapa leo Nyeri, ni maneno yenu ya barabara. Muliniambia ya kwamba barabara za Maumau zijengwe. Ni kweli ama si kweli? Muliniambia barabara zile zingine zote zijengwe. Tumekuwa na hali ngumu kwa miaka miwili kwa sababu ya mambo ya uchumi. Lakini sasa mimi nimekuja kuwatangazia ile uchumi tumeifanya ukarabati, sasa tumeidhibiti. Dola mnaona imetoka 160 mpaka 128, 129. Inflation imekuja chini from 9% mpaka 3%. Sasa uchumi ya Kenya iko imara. Mambo ya barabara sasa tutaendelea na kujenga, kwa sababu barabara inatusaidia tuwe na uchukuzi, tuwe na usafiri, ndio biashara iendelee, kilimo iendelee, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Hii wiki tumetoa milioni 800. Mimi najua hapa tuko na barabara ile inaitwa barabara ya U, ama inaitwa U, inaenda wapi U? Inaitwa nini hiyo barabara? U Road. Hiyo barabara ya U Road ilikuwa imekwama, inatembea polepole. Sasa nimepatia contractor pesa na nitamkaza akamilishe hiyo barabara. Barabara ya Endarasha namna hiyo tumepangana na huyo contractor vile vile. Na zile barabara zingine zote ambazo zimekwama sehemu hii, sasa tumepata pesa ya kusukuma hizo barabara, ndio Kenya iweze kusonga mbele wakati tunasongesha mambo ya maendeleo mbele. Tumekubaliana watu wa Rumoru? Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mfumo mpya wa mambo ya matibabu. Ile NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira na watu wenye uwezo, lakini nimesema tunataka bima ya afya ambayo itashughulikia kila Mkenya bila ya kujali kama ako na kazi na asiwe na kazi, ama ako na uwezo asiwe na uwezo. Na tumesema hii bima mpya ya SHA sasa itashughulikia kila mtu. Mwenye ako na uwezo atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1500, mwingine atalipa 200, mwingine atalipa 100. Lakini wewe mwananchi wa kawaida ambaye huna uwezo yeyote, sisi kama serikali ya Kenya tutakulipia. Ndio tuhakikishe hakuna Mkenya anaenda hospitali ananyimwa matibabu kwa sababu hana pesa. Nego kana tiguo. Tunaelewana? Watu wa Rumoru tunaelewana? Mnasema tushirikiane. Muliniambia nipange mambo ya kilimo vizuri. Bei ya mbolea ilikuwa 1700, sasa hizi ni 2500. Bei ya maneno ya chai nimepunguza gharama ya mbolea mpaka 2500. Maneno ya kahawa hivyo hivyo. Maneno ya miwa hivyo hivyo. Kwa sababu hakuna vile tunaweza kuwa taifa huru
kama hatuwezi kujilisha kama taifa. And that is why mulikuwa mnaona pale nyuma miaka miwili iliyopita watu walikuwa wanabeba sufuria kule Nairobi ati iko unga kwa kichwa. Lakini kwa sababu tumepanga kilimo, tumetoa mbolea ya kutosha, tumezalisha chakula ya kutosha, sasa Kenya hii iko na chakula ya kutosha na Kenya inasonga mbele. Muliniambia nipange mambo ya kahawa. Tulikuwa na matatizo makubwa kwa mambo ya kahawa. Brokers na cartels walikuwa wamejazana huko, wanahangaisha wakulima. Mtu mmoja alikuwa ni mkulima, yeye pia ni broker, yeye pia ni mila, yeye pia ni mnunuzi. Sasa tumepanga hiyo maneno, tumeondoa hiyo program ambayo ilikuwa inaharibu biashara ya wakulima. Bei ya kahawa leo Kenya, average ya bei ya kahawa imefika shilingi 110, 120, kutoka shilingi 50, shilingi 60, kwa sababu tumeweka usimamizi ambayo inaondoa ukora ambayo ilikuwa ndani ya mambo ya kahawa. Na mwaka huu tunaweka pesa ya kuongeza miche, seedlings ya kahawa milioni 20 kila mwaka, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba vile tunapata mapato zaidi ya bilioni 200 kwa chai, tunataka vile vile kahawa ifike hata nusu trilioni every year, kwa sababu inawezekana kama kuna usimamizi wa sawasawa. Tumekubaliana na Romoro? Neguo kana tiguo? Neturaigwethania kabisa. Ndio mimi nimekuja hapa. Na mimi nitakuwa hapa leo, mimi nitakuwa hapa kesho, mimi nitakuwa kesho kutwa, mimi niko area. Si namna hiyo? Mpaka tunyoroshe hii kazi yote mpaka ikae laini sawa sawa. Tumeelewana? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii serikali, mimi nauliza nyinyi watu wa Narumoru, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Hii serikali ni kweli ama si kweli? Hii serikali, niulize tena, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani alinisaidia kuunda hii serikali? Nataka mnisikie vizuri, watu wa Narumoru, si ndio? Na mimi si mlevi, mimi sikunywangi pombe, na mimi si mtu ya kuchanganyikiwa. I know what I'm doing. Tunaelewana? Na mimi nitahakikisha ile kazi mlinipatia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia masomo ya watoto wetu, ile ya kilimo, ile ya maendeleo ya barabara na stima na hiyo ingine, nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika. Na ikiharibika ya Nyeri hii, mniulize mimi. Nyinyi mnanielewa jameni? Yes, mniulize. Si baada ya miaka 5 nyinyi ndio wenye mtasahihisha maneno? Si kama MCA hajafanya si mtampeleka nyumbani? Si mjumbe kama hajafanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si senator asipofanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si hata huyu Mutai asipofanya si mnajua vile mtamfanyia? Kwani nyinyi hamjui ya kwamba hata mimi najua kuna kile kitu mimi nisipofanya mimi najua vile mtafanya? Ni mnanielewa? Kwa hivyo hiyo kazi mmenipatia, mtafanya na bidii, mtashangaa. Hiyo barabara mmeniambia nijenge, nitajenga mpaka mtashangaa. Stima nitafanya hivyo. Hiyo ingine nitafanya hivyo. Ile mimi siwezi kufanya ni fitina na mambo ingine ya watu wengine huko kando. That one mimi sitaki. Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Narumoru, wakati mlinipatia kazi, nyinyi ndio mlinipatia kazi ya rais? Si mliniambia niende nipange barabara na stima na maji na nisaidie watoto wasome vizuri na nihakikisha kwamba soko imejengwa na biashara imeendelea na kahawa iko sawa sawa na chai iko sawa sawa na maziwa iko sawa sawa? Si nyinyi ndio mtasahihisha mtihani hiyo baada ya miaka hii 5? Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani, tukutane kwa mtihani siku hiyo. Ama namna gani watu wa Narumoru? Neguo kana tiguo? Tunaelewana? Na mimi nimesema hivi, nyinyi mnaona hapa niko na waziri Mutahi Kagwe, si ndio? Si huyu Mutahi Kagwe sasa ndio waziri wetu wa mambo ya kilimo? Si yeye ndiye ananisaidia kupanga mambo ya maziwa?
na kunisaidia kupanga mambo ya kahawa na kunisaidia kupanga mambo ya mbolea, huyu waziri huyu, si ndio? Huyu waziri Mutahi Kagwe, si ni kweli? Mimi nawauliza, si pale kwa uchaguzi tulikuwa pande tofauti na huyu Mutahi Kagwe, lakini mimi nimesema kama kiongozi wa taifa la Kenya, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote kutoka mirengo yote, ndio ili tushughulike na maendeleo ya taifa letu la Kenya, kwa sababu maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko mirengo ya chama ama kuliko tofauti za viongozi. Na ndio sababu hiyo huyu Mutahi Kagwe leo tunafanya pamoja. Wale wengine hata walikuwa upinzani tunafanya pamoja, kwa sababu ya kuunganisha taifa, ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo bila ya kisirani, bila ya ugomvi, bila ya chuki, bila ya ukabila na bila ya kuwagawanya Wakenya. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Narumoru, mnataka tuendelee kugawana ama tuungane tufanye maendeleo pamoja? Mnasema tuungane, tushirikiane na huyu Mutahi Kagwe na wengine? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Bas, hiyo ndio maneno ambayo ningependa tuseme. Wacha nichukue nafasi hii. Wacha nianze na huyu waziri. Wacha nianze na waziri Mutahi Kagwe atusalimie. Waziri, tusalimie. Asante sana. Asante sana, asante sana, Your Excellency. Adwaito murega. Murega rege. Geithia ici cia iguru cia mwathani. Geithia cia mwathani. Asante sana. Asante sana, Your Excellency. Mimi ulinipatia ukaniita, ukaniambia Kenya ni moja na tujenge Kenya moja. Mheshimiwa Rais, mimi ukaniambia nishughulike na wakulima, kwa sababu sisi watu wa Nyeri sana sana ni wakulima. Hivyo umesema, ukasema bei ya fertilizer ishuke. Hawa watu, Your Excellency, they can tell you, wananunua fertilizer na 2,500 shillings. Na leo hii niliambiwa na mjumbe wa area hii, akaniambia hapa na Rumoro ile fertilizer iko haitoshi. Na mimi nikapiga simu kwa wale watu umenipo wa kufanya kazi, na wakasema kutoka kesho hapa na Rumoro ile kitu itakuwa mingi kuliko fertilizer, ni maji tu. Fertilizer inakuwa hapa, itatoshea hapa nyinyi. Kwa hivyo mjitayarishe tufanye kupanda, kwa sababu ni wakati wa kupanda. Kwa hivyo Your Excellency, bila kusema mengi, vile sisi tunajua ni kwamba hii ni wakati wa kufanya kazi. Na sisi wakulima tuko tayari, na ile nguvu ambayo umetupatia, ile support umetupatia, fertilizer bei chini, kahawa mimea yake chini, lakini vile tunataka ni mkulima akienda nyumbani awe na kitu ya kutosha, ndio mtoto aweze kusoma, ndio mama apate nguo mpya, hata mzee akikosa lakini mama apate, ndio vijana waajiliwe kazi huko kwa mashamba. Kwa hivyo Your Excellency, we are ready. We are ready to cooperate and we are ready to work. Asante sana, Mungu awalinde. Ya Kenya, Profesa Kithure Kindiki awasalimie. Narumoro, Rais, asante sana kwa kufika hapa. Mambo yangu ni mawili tu. Kwanza kabisa, ya rais ni matatu, yangu ni mawili. Ndio maana mimi ni Deputy President. Rais, nakushukuru kwa kufika hapa. Rais amekuja hapa kututembelea na hako na progress report. Kwa sababu tangu tumpigie kura
ya kuwa rais wa Kenya. Miaka 2.5 imekwisha na amebakisha miaka 2.5. So ni half term. Na katika hiyo half term, rais amekuja na progress report mahali amefikisha kazi ambayo alipewa na watu wa Jamhuri ya Kenya. Ya kwanza ni kwamba mambo ya kiuchumi yalikuwa na matatizo kwa sababu mahali rais amechukua usukani ilikuwa baada ya COVID-19 na uchumi wetu ulikuwa umepigwa sana kwa sababu kwa zaidi ya mwaka 1.5 hatukuwa tunafanya kazi kwa sababu ya COVID. Tulikuwa tunakaa manyumbani, biashara zikafungwa, uchumi ukaharibika. Shilingi ikakuwa dhaifu, bei ya bidhaa muhimu ikapanda juu. Na hiyo miaka 2 ambayo imepita, kupitia juhudi kubwa ya serikali hii tukiongozwa na Rais William Ruto, mambo ambayo yalikuwa yanaenda senemunege sasa yameanza kudhibitika. Kwa mfano, shilingi ya Kenya imedhibitika kutoka 165 imefika 128, 129 against the dollar. Bei ya unga imeshuka from about 240 per 2 kilograms to about 120. Vile vile inflation imeshuka. Mafuta imeshuka kiasi. Kwa hivyo hiyo ndio progress report ambayo rais ameleta. Fertilizer ambayo tunatumia kama wakulima imepungua kutoka 7,000 to 2,500. That is a half-term report. Kahawa yetu ambayo tunakuza katika sehemu nyingi ya area hii, kwa wakati wa 2022 bei ilikuwa 50-60 shillings per kilo. Today, farmers are receiving 110, 120, 130. And Your Excellency, Embu, last week, some 2 factories in Embu paid 140 shillings per kilo. Na hiyo ndio ile tulisema wakati wa campaign, tutahakikisha guaranteed minimum returns to our farmers. For over 30 years, kahawa ilikuwa ina shilingi 20, 30, 40 kwa kilo. Today it's over 100 na inasonga ikielekea juu. That is the half-term report. We have earned more money from coffee sales, more than any other time in the history of Kenya. From 181 billion the other year to 215 billion this year. That is the half-term report. Rais amesema mambo mengi, lakini pia ametuambia katika huu muda umebaki, the remaining work will be done. The remaining work is to revive all the stalled road projects. The remaining work is to build markets for our farmers. Ndio wafanyi biashara wetu, wakulima, wakienda kuuza bidhaa zao, wawe mahali pasafi, mama mboga, and wale wanabiashara wadogo wadogo. Hii soko ya Narumoro, tumetoka hapo, it will be complete in 2 months. Tumetoka Nanyuki, a big market is ongoing. 400 markets across the country of that type. Kwa hivyo, hiyo ndio report ya rais. Stima, tumezindua mradi kubwa ya stima hapa Nyeri ya kuongeza 10,000 new homes to connect them with electricity. And that will cost the government 800 million Kenya shillings. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ya rais, hiyo ndio kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kusaidia kutatua matatizo ya wananchi. Bidhaa isiwe bei ghali sana. Bidhaa ambazo tunakuza viwe na bei mzuri kama ni kahawa, chai ama mimea mingine. Kutengeneza miundo msingi ya barabara, stima, maji na masoko. That is the work of government. Na mimi mnajua mimi ni mtu ya area hii. Mimi kwetu ni hapa tu chini. Mimi ni mtu ya the larger Meru region. Na sisi Mheshimiwa Rais hapa Nyeri, wakati rais wa 3
Mzee Mwai Kibaki alikuwa anasimama. The biggest support base for the late President Mwai Kibaki ilikuwa Meru na Tharaka Nithi. Neema Kanatima. Kweli ama si kweli? Kwani nimeongea si ni kweli? So we have a long history and we want to copy, for us in this region, we want to copy the politics that Mzee Mwai Kibaki left us. Politics mzuri ya kusaidia wananchi. Sio politics ya kuchochea fitina, vita na migawanyiko. And Mr. President, you have taken up the national building project from where President Mwai Kibaki left it. Kwa sababu hii Kenya yetu, hata tukijivunia ati tumetoka sehemu hii ama sehemu ile, haitawezekana tupate maendeleo peke yetu. Na vile vile sisi zote tunajua kuna watu wengi wamezaliwa hapa mlimani, wanaishi pwani, wengine wanaishi bonde la ufa, wengine wanaishi Kisumu, and we need to, all of us grow so that our people will be safe wherever they are, and we can also have unity, and there are also people from other parts of the country who are here. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuhakikishie, mimi nimekuwa waziri wako wa usalama wa taifa. Na ile miaka miwili ulinipatia hiyo kazi, every day I was on duty, including Sundays, public holidays, day and night. Hii Kenya nimeiangalia, nimeizuru kwa sababu ya mambo ya usalama. Saa hii miezi 4 imepita, umenipatia kazi mpya ya kukusaidia kazi. I want to assure you, Mr. President, I will help you run the affairs of Kenya, because that is the work of a deputy president. Kazi ya msaidizi wa rais sio kupigana mamlaka na rais. Kazi ya msaidizi wa rais ni kumsaidia kukuamua masoko na barabara na stima na kusaidia wananchi wapate bei bora ya bidhaa zao. I will work therefore with the ministers, the PSs, other agencies in your administration to lighten the load that you carry on your shoulders, because that, as I understand it, is the work of the deputy president. Nisaidie rais ama ningangane na kushindana na yeye? Nisaidie rais. Hii soko ikamilike. Ile barabara amesema ijengwe. Stima ipatikane. Sio ndio kazi yangu? Niendelee na hiyo kazi. Na rais kwa sababu ndio kiongozi wetu ya taifa, amesema vile vile sisi hapa, wakati tunaongea umoja wetu, hapa tunaongea umoja wa Kikuyu na wa Meru na wa Embu, vile nilikuwa nasema hapo awali. Lakini pia tujue Kenya ni moja. We have one country. So do you support President Ruto to unite Kenya? Munaunga Rais Ruto asikanishe Kenya yote? Kenya ikuwe moja, taifa moja lenye nguvu na udhabiti. Kwa hivyo rais, mimi nakuhakikishia our full support, na mimi sio mtu ya kusumbua, and I know how to work with people, big people, small people, strong people, weak people, because we need to carry each other and lighten the burden on the shoulders of the leader of our country, the president. Niendelee nisiendelee? Rais aendelee asiendelee? Rais asonge na kasi? Asonge na kasi? Asonge na maendeleo? Asonge na barabara? Asonge na stima? Wacha nione wale wanakuunga mkono rais. Asanteni sana, Mungu awabariki. Acha nimpatie gavana wetu Bwana Kahiga atusalimie. Narumoro oye! Narumoro oye! Narumoro oye! Muriokuo! Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe hapa Narumoro tena. Na nikuambie hawa watu na mimi tunashukuru kwa sababu umekuja. Tulikuwa tumekumiss kidogo. Na tulikuwa tumeanza kuingiza wasiwasi.
Tunajiuliza kae tuwekire atia. Kana tiguo. Lakini sasa umekuja na vipochopocho. Umetuletea maendeleo na tunafurahi. Si ni namna hiyo? Na mimi nataka nitangaze hapa tukiwa na Rumoro. Sisi kama rais alivyosema ndio tulipiga hii kura. Na no ginya turire. Kweli ama uongo? Si serikali ni yetu. Sasa tuiangalie watu wakitafuna na sisi tuko kando. Wangapi wanasema tuendelee kuletewa maendeleo hapa? Tanyonia inaguoko. Si ni namna hiyo? Kwa hivyo rais, sisi tungetaka wakati unakaa ukiona kitu imekwama pahali haina mtu unaleta kwetu kaatiguo. Kwa sababu tunakushukuru umekuja kukamilisha ahadi zile ulitupatia na zile tulipeana wakati wa uchaguzi. Ni kweli? Unajua Your Excellency, kuna siku roho inapanda na inasema kama mbaya. Si ni kweli? Lakini kama kazi ni mzuri na tumeona maendeleo, ile togiwe tikoru. Niseme ni kwega. Asante sana rais. Karibu. Seneta wetu wa Nyeri. Na Rumoro ne inywe kumera guo woga kukaribisha president. Your Excellency, sisi watu ya mlima tumesema tunataka wakati huu maendeleo. Tunataka ujenzi wa barabara, ujenzi wa mabawa, ujenzi wa soko. Andu a Nyeri ndimwire mutimia muge ndoraga ikombere ihurite, mutimia muge ndoraga hindi ya magetha, mutimia muge ndoraga mbogo riria ragaiwo. Vile nimewaambia Your Excellency, nimewaambia kwa sababu ile soko itakamilika. Na pale kuna akina mama wanafanya kazi kwa soko na wako na sako. Ile sako yao vile tulikuwa tumepanga na wewe utanituma niende niwapelekee kitu wainue biashara yao. Na inyuete mwele yao mutikahe nione modo mume thirikari-ine tondu ino thirikari na ithuĩ twethire. Vile nimewambia Your Excellency ya mwisho, nikawaambia ile barabara umesema itajengwa, tutakusupport kwa budget hiyo barabara ijengwe. Nitwaiguanĩra andũ a Ngai, nitwaiguanĩra. Asanti sana, Mungu awabariki sana. Wakati soko itakamilika, wewe Mama Tinga, kwa sababu kazi ya senator ni light kidogo, sasa upange sako ya hii soko. Wale wafanyabiashara wa hiyo soko wakue kwa sako. Nitakutuma na shilingi milioni 5 ya hawa watu waanze biashara yao hapo polepole katika hiyo sako yao hapa kwa hii masoko hapa chini. Na vile vile nimemwambia Bwana Chieni, huyu Wainaina mbunge wenu, nimeenda pale kwa shule ya Narumoru. Nimeona amejenga madarasa 12, madarasa mzuri sana. Kwa sababu pale kwa shule yenu ya Narumoru iko sehemu ndogo sana na lazima tujenge shule inuke juu. Ile pesa tulimpatia ya CDF anang'ang'ana naye. Lakini leo nimemuona na vile amejipanga na vile anafanya kazi mzuri na watoto pale ni wengi zaidi ya 1000. Nimemwambia nitamuongezea milioni 10 atuongeze madarasa ya Narumoru shule pale. Watoto wa hapa Narumoru wapate mahali pazuri pa kusoma so that we move together as citizens of this country na tuhakikisha kwamba masomo inatembea sawa sawa. Wacha nimchukue sasa nimuulize Mheshimiwa Kabogo ambaye ni waziri wetu wa ICT atusalimie. Gaithio cio ngĩmwĩra nĩ agaithio nĩ Kabogo we kana Bogo. Mheshimiwa Rais, mimi nimeona watu nikashangaa, niko hapa chini unajua mimi ni mfupi. Kumbe hapa kumejaa watu bwana. Leo leke ide mwire. Wacha niseme Kilatini kidogo kwa sababu Kiswahili inanisumbua. Kaide mwire andu aya. Namuthikiririe. Mundu uria wina kahiu ti ungi. Ni uriku? Na niwe wi bucire thiini.
no mwiro muikareja mutige kuria nyama na niwe wina kahiu na nyama tucoke titukire mundu mugi ni gukira kiraga akaburabura taru mwajira ndemwire mbeca iti na igana cia hasora githe tiguo mwajira. Unajua hii Latini ya hawa ni rahisi. Wananiambia ile pesa yako ya hasla watu wamekula lakini bado haijatosha. Sasa wewe, na nimesema wewe ndiye mwenyewe pesa na amekuja hapa twabe tumwike atiriri tamuonie inaigana menake nyonia ina guoko. Hao ni wale wako na wewe. Sasa mwaki githe ndohoya guoko riori eturaigwa na ndoya ndungirwo urumirire mundu miti haria niri umwere wiyurite miyembe niguo uri ungi nduri ni thata anake magirumagire maembe mangigera uria wena maembe na githe tiguo matike muhurira irohi andu aya na igwa eciga noguo agacoka akarekia indo pa indo kaiyura mehuko. Mwathani amwike wega andu aitu. Kabaruto okay ndikiuge harambe uge Kabaruto harambe Kabaruto Kieni Wainaina, mbunge wetu wa hapa Kieni. Na pande hiyo ni watu na huko munajaki aje. Haya, sawa. Our national anthem. Dato ire de mweraga. Nokuhereirie. Sawa. Your Excellency, hiyo ni national anthem yetu hapa Kieni. Shauli mara mingi sana tumeambiwa haiwezekani. Lakini kwa uwezekano wa aliye juu mbinguni, mambo mingi sana hapa imefanyika, imetendeka hata kama hatukuamini. Leo imetendeka, haijatendeka. Tunaomba hii kitu leo ionekane kote nchini, dunia mzima. Ruto, unajua kwenda hii mlima, umewahi kuikwea, hata saa hii umeikwea, hakuna kisuizi. Otire modo kogiria muthurio kakirema guku turi neguai. Pamoja na hayo Rais, tunashukuru umetusaidia sana hapa Kieni. Shule umetusaidia, soko umetuundia, Kiawara unatuundia, Endarasha unatuundia. Lakini ya muhimu sana ni ile ua la Rhino Ark, kuzuia wanyama kusubuana na hao wananchi wako. Tumefungia, na ninashukuru Waziri Miano hata kama ako hapa. Hiyo ni kazi inaendelea na ni kazi ya pesa mingi sana. Your Excellency, I want to alight. Lakini ni kuombe kitu moja. Kuna tauni ine hapa Kieni. Ina Rumoro, iko Shaka, iko Kiawara na iko Muiga. Ni marafiki wako huko. Ni mahasura wako huko. Wameniulizaje, tunaweza tupata Karami kilomita 10 Andakura ndio itembee maestate pali watu wako wanaishi. Ninakushukuru sana Rais. Kwa sentence moja tu, one sentence, nimekuuliza tutoe affordable housing kule kwa AMS tuilete hapa. Under one sentence, because you are reasonable president, umesema ijengwe hapa kwa MOW. Tunakushukuru sana. Hao watu kwenda huko wangechoka sana, kwenda kutafuta kibarua huko ni kilomita 10 kutoka hapa. Hii kazi ya watu wangeshindwa, shauri wangenifanyia kazi tu nauri. Your Excellency,
Ile kazi tumefanya Mweshweri, hapo ndio hao wananchi wanatoka kila asubuhi, hata tukimalizana nao wanaenda huko Mweshweri. My brother, tangu 1972 kule hakukuwa na title deed. Imefanyika siasa 2017 wakapatiwa title ambao haikuwa imeidhinika na serikali. Your Excellency, nimefanya kazi, nimetoa hiyo kesi mahakamani. I negotiated an out of court settlement with the protagonist. Na wamefanya hiyo na wamekubali. Na leo hii mukienda Monday, mtu aende kwa RAD afanye search kama title ni yake ama si yake. Ukichikwa na serikali, pengine ukose fine, kwenda uweke hiyo title kwa kotini, uende utafute pesa yako. Ukigonjeka, uende hospitali, bili ishe, kwenda weka title yako huko, utoke tutafute pesa ya kufanya hiyo kazi. This title is for economic and social help to our people. Your Excellency, sijui ni kushukuru aje na nishukuru hao watu. Wakati nilikuwa nashinda, watu wakanigomea Kenya mzima na Nyeri mzima. Wakashoma Nyeri, wakashoma na Nyuki. Watu wa Narumoro nataka kuwashukuru. Marisimama hapa, wakasimama pale, wakasimama huko. Hakuna mtu aligusa duka ya mama. Duka ya mama Inaina iko hapa. Walisuia, wale wakakuja na michale na nini na madhanwa na nini. Madhanwa ni machoka. Wakakuja nayo, hao wakasema wakuve lakini walinde mali ya mzee. Nashukuru watu wa Narumoro pahali pote mupo. Thank you so much. Tukipata hiyo ingine ni ile tumeongea kule jana. Mabarabara zetu tumeongea. Siweji ya Kieni ya Narumoro iko mbele sana. Ni kidogo tu tumebakishia na wewe. Utuweke kwa ADB, hiyo flow iendelee, tupate siweji hapa Narumoro, Shaka na Moiga. Thank you so much, Your Excellency. Mokami mashinani, mama wetu wa county. Adwa Narumoro, Murega. Asante sana Your Excellency. Tumefurahi sana kwa sababu umekuja kututembelea. Adwa Narumoro, na hivyo twathurire thirikari ya William Samoei Ruto. Na hivyo twaumerire tugeikia kura. Nitugwetekera kunyitirira thirikari ya William Samoei Ruto. Nigetha twekirwa maendeleo maitu. Mumesikia His Excellency akona mambo mingi sana ila anataka kutufanyia kama Nyeri County. Na mimi nataka kuwaomba tafadhali tushikilie serikali yetu kwa sababu hii ni yetu. Na reke idemwere tutigakorwo andu aria meheraga haria mwethire thirikari mbeca citu ciambiriria gutwarwo na kuria njagithe tiguo. Your Excellency, ya pili ile ningetaka kukuomba, nilikuwa pale Shaka Market. Shaka Market kunanyesha kama nje. Hao watu wananyeshewa nje. Ningeomba uone vile unaweza tusaidia hiyo soko tujue vile inaweza rudiwa ndio hawa watu waendelee kufanya biashara. Na asanti sana juu ya kukuja kujengea watu wa Metumba soko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ambaye ni Principal Secretary wangu wa mambo ya stima. Adoito Murega rege. Mwathani agocwo. Muri okuo. Neinyu mwaumera oguo. Welcome President witu. Goko gwitu Narumoro. Tarekenya na njara iguru mundu welcome President. Mheshimiwa Rais, niko na mambo mawili. Ya kwanza ni kukushukuru kwa kunipa kazi. Na umenipa kazi na ukanipa jembe. Mheshimiwa Rais, hapa umetangaza that tuko na 847 million ya kuweka stima Nyeri County. Situpigie rais wetu makofi.
Si inamaanisha amenipa kazi na akanipa nini? Akanipa kazi na akanipa nini? Kwa hivyo kazi yangu ni kuhakikisha tumefanya switch ama namna gani? Si ndio hiyo? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ukanieleza that tukianza kazi usisahau Jerusalem. Tumetembea na wewe Mheshimiwa Rais, juzi tulikuwa na wewe Lamu, hiyo siku nyingine tulikuwa na wewe Western Kenya, hiyo siku nyingine tulikuwa na wewe Nyanza, ukanieleza fanya kazi lakini usisahau Jerusalem. Na katika Jerusalem ambayo ni eneo ya Mlima Kenya, umetutengea 8.3 billion shillings. Alafu tutakusanyisha, tutaweka watu 86,000 households kuweka stima. Si tupigie rais wetu makofi. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, kule modo utadeta kwedwa. Kule modo utadeta kwedwa. Kule modo utadeta kwedwa. Mheshimiwa Rais ametupa general, ametoka hapa General Kahariri kweli longo. Neguo kati guo. Hapa mbele Berere ametupa IG Douglas Kaja. Neguo kati guo. Osio timodo twendete. Ni atwendete. Wegore hagona ke. Ametupatia stima, barabara zinaanza kujengwa, housing ndio hiyo, soko ndio hiyo. Githie titoka morehewe. Moisho. Nataka kuwauliza watu wangu wa Kieni. Tukae na rais ama tusikae na rais? Tukae na yeye. Tusonge na yeye. Kusonga. Godhienego. Tutagosoka tu. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Hapa niko na mjumbe wa Gatundu North anaitwa Mheshimiwa Kororia. Mpigeni makofi. Hapa niko na Wamombi, mbunge wetu wa kutoka Mathira hapa chini. Mpigeni makofi. Hapa niko na Mheshimiwa Wainaina Mount Kenya kutoka kule Odhaya. Pale niko na mbunge wa Kangema. Mpigeni makofi. Huyo mungwana mbunge wetu wa Kangema. Hapo niko na Wangoko. Unajua Wangoko huyu? Aya, salimiana wewe Wangoko. Huyu Wangoko nilimuona ni mtu ya bidii sana na kilimo. Sasa nikampatia kazi, nikamfanya chairman ya KALRO anisaidie kwa mambo ya research ya mambo ya kilimo. Huyu mjamaa anatosha ama atoshi? Si ndio? Awasalimie. Haya, patia ya salimiane hapa. Andu agoko na Rumoro, no agoko. Amen. Siku ya leo nataka tumshukuru Rais William Samoei Ruto kwa sababu ametupatia hapa Karishen, akasema tujenge karo ambayo itakuwa ikitoa viazi, boga, muwe mkipata begu hapa karibuni. Pigieni William Samoei Ruto makofi. Sitaki kuongea mambo mingi, wengine tutaongea. Ninyi ni watu yangu na mnajua tu. No aguku. Amen. Mbunge wa kutoka Nyeri Town Bwana Madenge, mpigeni makofi. Hapo niko na Mheshimiwa Mwangi Kiunjuri kutoka Laikipia. Mnataka wasalimie wewe Mwangi? na Rumoro. Ala rais. Hii umefuja rekodi hii mkutano. Mimi nataka kuwauliza maswali mawili peke yake. Ile wateo utale muatie. Wakati huu tunaongea na nyinyi, rais anaanza kutembea Mount Kenya region. Tumesikiza mengi sana miezi ambayo imepita. Rais jana usiku uliongea na Wakenya na ukaongea na watu ya Mlima Kenya. Na watu walikusikiza vizuri sana. Na unajua Mswahili wanasema unaweza danganya watu, usabase urongo,
lakini siku moja ukweli atatokea, na ukweli ukitokea urogo unajitenga. Tena hawa watu ya Mount Kenya ni watu ya kupiga hesabu. Hawa watu walikupatia kazi ya kufanya, na saa hii wanaendelea kuhesabu. Wamekuwa na rais wengi, wamekuwa na rais Kibaki, wamekuwa na Uhuru Kenyatta, na wewe uko rais wao wakati huu. Maendeleo umeanza kuyaonyesha na imeanza kuonekana. Mwaka uliopita hawa watu ndio walisema tunawadanganya. Wakati huu tumeanza kuona masoko imeanza kutokea, manyumba imeanza kumea, stima imeanza kuwekwa, na mwaka inabaki 2.5. Mimi niko na hakika mtihani yako tutaifanya miaka 2.5 ikiisha. Turudi hapa tuwaulize wale walisema tuko warogo, urogo iko wapi na ukweli uko wapi? Na kwa sababu Mungu wako na umetoka kwa shida rais, mimi najua tumetoka kwa shida. 2 years ago nilikuelezea rais nitakuunga mkono, lakini mwaka wa 3 pia mimi nitakuuliza swali tumefanya nini. Mimi niko na hakika tuna majibu ya Wakenya, tuna majibu ya watu wa mlima. Asanteni sana watu ya Narumoro. Mungu awabariki, amuongezee maisha mengi. Asanteni sana, God bless you. Niko na gavana wa kutoka Embu County, mama mrembo anaitwa Cecily Mbarire, na pia ni chairman wetu wa chama ya UDA. Moriega, nisalimieni kwa hewa, Bwana asifiwe. Hapa ndipo mko hapa. Mnashikilia mheshimiwa rais. Hata kule Embu tuko ndani ya serikali. Mungu awabariki kabisa. Asante sana. Ambaye ni leader wa majority wa bunge letu la Kenya. Dwana Lumoro, Muriega, mwathani agocwo. Nĩ inyuĩ maumĩra ũguo? Nĩ ũndũ wa maendeleo? Wetiga kũnjĩta wa ndonyi. Engero ya anjĩta wa ndonyi. Na nĩ rĩmwe manjĩtaga wa ndonyi, rĩngĩ ngetwo Kĩmanongo, rĩngĩ ngetwo Mũkawau. No macio mothe gũtirĩ rĩtarĩ kĩ? Mwana ithe tiguo. Ndaigua governor Kahiga auga president acere Kĩrĩma arehe maendeleo, tondũ ĩno thirikari nĩ ithuĩ twathurire na nĩ itũ. Nĩguo andũ mauga gũkũ Kieni. Mheshimiwa Rais, vile watu wa Nyeri na Kieni wanasema, vile governor Kahiga ametuambia, hii serikali sio yako, ni yetu sisi na Wakenya wengine, na hatuwezi kutoka kwa hii serikali. Na vile governor amesema, wewe tunakuuliza uendelee na ile kazi imekuleta hapa mlimani, kazi ya maendeleo na kutuunganisha sisi wote na wale wa Kenya wengine. Ndio sababu rais, wengi wetu kama viongozi wa hapa mlimani tulisema tutakaa na wewe ndani ya hii serikali ili tufanikishe yale mambo ambayo tuliambia wananchi tutawafanyia. Na nina furaha rais, wewe uliongea juu ya mama mboga, na leo umekuja inspection ya soko ambayo ni ya mama mboga afanyie biashara ili tuweke pesa mfukoni vile tuliambia watu wetu wakati wa campaign. Your Excellency, continue visiting this region. We welcome you. Hii ndio ile mlima ulisikia, na hii mlima inaitwa Mlima Kenya sababu ni ya Wakenya wote, na wewe peke yake, wewe ndiye rais wetu wa Kenya kwa wakati huu, na tutaendelea kufanya kazi na wewe, na Mlima Kenya iko intact. Asante. Kagiri, mbunge wetu wa kutoka Laikipia, mpigeni makofi Mama County. Na niko na bwana Mato ambaye ni MCA wetu wa area, pigeni makofi. Na niko na MCA mtu wa bottom, aseme kitu ndio bottom up iseunge mbele. Yangu ni mawili tu, Your Excellency Professor Samuel Ruto. Kwanza ni kusema asanti kwa sababu ya kukuja Narumoro. Hapa ndio tutapangia mambo ya Kieni
kila mwaka, na ni mzuri sana, umetufanya mzuri kwa sababu umetujengea soko, na saa ile tutakuwa tukikumbuka ile mambo umetufanyia, tutakuwa tukikumbuka ile soko. Mimi ningetaka kuomba tu kitu moja, Your Excellency. Tuko na level 4 hospital hapa inaitwa Narumoro, ambayo inafanya mzuri sana, inaserve pande ya Laikipia, inaserve hapa Kieni na hata pande ya Nanyuki. Tungetaka tu kuomba, hatuna KMTC. Tafadhali tunaomba tu. Tunajua mambo yako, mjibu yako moja tu inaweza sema hapo kukuwe na KMTC, waje tuko nayo. We have the ground, tuko na kiwaja, tungetaka kuomba tu tupate KMTC. Niko na MCA wengine, Kiruga yako hapa, na tuko na Jane Wandia nominated MCA. Thank you very much. Kwa hapa Mlimani, wiki moja mimi niko area hii kupanga mambo yenu yote ya maendeleo. Kwa hivyo mimi nimesema asante sana kwa kutukaribisha hapa Narumoro. Mjue mimi nawapenda sana, nawatakia heri, tutafanya kazi pamoja. Mwathani amurathime, Mungu awabariki sana. Asanteni sana Narumoro, na Mungu awabariki. Thank you very much. Asanteni sana.